Karibu tena katika mwendelezo wa tutorial yetu ya chemistry kwa wanafunzi wa level. Na leo tunaenda kuangalia part 3 au sehemu ya 3 ya topic yetu ya stoichiometry. Tulianza na kukalkulate uhusiano kati ya mass na mass, uhusiano kati ya volume na mass, then tukaangalia uhusiano kati ya volume na volume. Kwenye video hii tunaenda kuangalia kitu kinaitwa limiting and excess reactants. Limiting and excess reactants. Hebu jaribu kuangalia concept yake ni nini. What is the concept behind limiting and excess reactants? Kwenye chemistry au kwenye chemical equation, unapopewa elementi mbili zina react kutengeneza elementi fulani au kutengeneza compound fulani, sio mara zote kwamba hizi elementi mbili ambazo ni reactant zitaisha kwa wakati mmoja au zote zitabaki in excess. Mara nyingi ni kwamba elementi moja ndio itawahi kuisha, afu kuna moja itabaki ya ziada. Na hii inategemeana na mole ratio, kwamba elementi ipi inaenda kwa kasi zaidi au elementi ipi inahitajika kwa wingi zaidi ili kuzalisha hiyo product husika. Sasa hii elementi ambayo inakuwa ya kwanza kuisha katika chemical reaction tunaita ni limiting reactant. Na ile ambayo inabakia sasa tunaita ni excess reactant. Therefore, by definition, limiting reactant tunasema is the reactant that gets used up first during a chemical reaction. And excess reactant, by definition, is the reactant that is left over during a chemical reaction. Hebu tuangalie mfano wa equation kati ya hydrogen na oxygen kuzalisha maji ili tuzidi kuelewa zaidi hii concept ya limiting reactant na excess reactant. Let's take a look at this equation. Hydrogen gas ana react na oxygen gas kutengeneza water molecule. Tukika hapa mbili na hapa mbili na kwa balance. Therefore tuanze kuitafsiri equation. Hii equation maana yake ni kwamba ili uzalishe this product you will need 2 moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas ili uzalishe hii product hapa. Kwa cha msingi ni cha kuzingatia ni kwamba hizi mole ratio, kwamba hapa ili upate equation moja, ili upate hii reaction ya kwanza itabidi upate 2 hydrogen molecules na 1 oxygen molecule ili upate hii product. Therefore, example, ukiwa na container moja huku ikawekwa hydrogen gas na container ya pili huku ikawekwa oxygen, huku tuweka hydrogen na huku tukaweka oxygen gas. Then sasa ili kwa kila reaction ya kuzalisha kila water molecule itanibidi huku nitoe molecules mbili za hydrogen, huku nitoe molecule moja ya oxygen nipate reaction hii. Then round ya pili itabidi nitoe molecules mbili za oxygen na huku molecule moja, molecule mbili za hydrogen na huku molecule moja ya oxygen. In other words ni kwamba kama hii tank ilikuwa lina lita 20 na hii naona lita 20, ni obvious kwamba hydrogen ndo ataanza kuisha kabla ya oxygen. Why? Sababu kila round tukija huku tunachukua oxygen mbili while huku tunachukua oxygen moja. Sorry, mbona nazidi kuchanganya. Huku tunachukua hydrogen mbili while huku tunachukua oxygen moja. Tukija round ya pili huku tunachukua mbili, huku tunachukua moja. Round ya tatu huku tunachukua mbili, huku tunachukua moja. Kwa ni obvious kwamba at the end hydrogen itaanza kuisha kwanza, alafu tutabakiwa na oxygen ambayo haijatumika, kiasi fulani cha oxygen ambayo haijatumika. Therefore, with that being said, nasema kwamba hydrogen gas ndo element ambayo imewahi kutumika au ndo is a reactant that gets used up first during a chemical reaction. Kwa hiyo kwa hapa kwa case hiyo hydrogen gas ndo anakuwa limiting reactant. Then oxygen inakuwa imebakia, tunasema hii oxygen ndo excess reactant.
Hivyo basi ukiangalia hapo katika hali ya kawaida, hii limiting reactant ndio inakuwa ina determine when the reaction will stop. Mfano tu wa kawaida, itabidi oxygen react na hydrogen ili wazalishe maji. Itabidi hydrogen naye pia react na oxygen ili wazalishe maji. Therefore, ikitokea hydrogen wakaisha, reaction lazima itasimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu oxygen hatakuwa na hydrogen wa kureact naye. Kwa pale hydrogen itakapoisha, tutasema okay, hydrogen imeisha, oxygen imebakia. Kwa kumbe hydrogen ndio limiting reactant. Lakini vile vile hydrogen itakapoisha, reaction itasimama. Kwa nini? Kwa sababu hakuna reactant nyingine hydrogen. Kwa hivyo sasa tunasema the reaction stops when the limiting reactant is completely used up. Sasa baada ya kupata concept hiyo, limiting reactant ni nini na excess reactant ni nini, tukaangalie hatua za kufanya calculation kuweza kupata kiasi cha excess reactant kilichobakia, au kutambua limiting reactant ni hipi. Ukipewa equation labda sodium react na chlorine, akatengeneza sodium chloride, afu kambota useme hipi ndio limiting reactant na useme na kiasi gani cha excess reactant kimebakia. So we are going to follow the following steps ili kupata accurate answers. Steps. Tunaanza na step number 1. Kama tulivyoona kwenye video zilizopita, hatua ya kwanza ni ile. Cha kwanza una write the balanced chemical equation. Then hatua namba 2 ni convert given mass into moles. Kama kuna mass umepewa kwenye swali, hiyo mass cha kwanza ipeleke kwenye moles. Then hatua namba 3 nasema use mole ratio to determine the amount of product each reactant will produce. Hii maana yake ni mfano una hydrogen amereact na oxygen akatengeneza maji. Hii step namba 3 maana yake ni kwamba utafanya mole ratio, utafanya uhusiano wa kila reactant kwa product iliyopatikana. Mfano nitaanza uhusiano kati ya hydrogen na oxygen, nitaangalia mole ratio ni 2:2, au sio? Ni 2:2. Then hakumbuka kwenye hatua ya pili hapa ni convert given mass into moles. Mfano kama nilikuwa nina mass ya hydrogen, tayari nimeshabadilisha hiyo mass ya hydrogen kwenda kwenye moles za hydrogen. Therefore nitakuja kwenye hii mole ratio, uhusiano wa mole. Nitaangalia kama 2 moles of hydrogen react na 2 moles of water. Je, moles hizi hapa za hydrogen react na moles ngapi za water? Then nikishapata moles za water, nitacalculate mass ya water kutumia N ni sana mass over molar mass. Baada hapo nitapata kiasi cha product au kiasi cha maji ambacho kitazalishwa kutokana na hydrogen. Then nitakuja hatua ya pili kwa uhusiano kati ya oxygen na maji. Nitaangalia mole ratio, nitaona na yenyewe mole ratio ni 1:2, kwamba 1 mole of oxygen react na 2 moles of water. Na hapa juu nilipua mass ya oxygen na nimeshabadilisha into moles. Kwa sababu nina moles za oxygen, therefore nitafanya kwenye mole ratio kwamba 1 mole of oxygen react na 2 moles of water. Je, moles hizi hapa ambazo nimepata za oxygen zitazalisha moles ngapi za water? Then nikishapata moles za water nitapata mass ya water iliyozalishwa kutokana na oxygen. Therefore at this point nitakuwa nina mass of water ambayo imezalishwa kutokana na uhusiano na hydrogen, na nitakuwa na mass of water ambayo imezalishwa kutokana na uhusiano na oxygen. Hii ndio hatua namba 3, ndio maana yake hiyo. Sasa hatua namba 4 nasema kwamba the reactant that produces the least amount of product is the limiting reactant. Turudi na kwenye namba 3. Namba 3 tuliona kwamba tunatumia uhusiano wa kila reactant na product husika. Mfano tunaanza uhusiano kati ya hydrogen na maji kujua ni kiasi gani cha maji kimezalishwa. Then tunakuja uhusiano kati ya oxygen na maji kujua ni kiasi gani cha maji kimezalishwa. Then tunaangalia kiasi cha maji ambacho kimezalishwa na hydrogen au kiasi cha maji ambacho kimezalishwa na oxygen, kipi ni kingi? Kile ambacho ni kidogo tunasema
hiyo reactant ambayo imetumika kuzalisha hicho kidogo ni limiting reactant. Mfano, tukitumia hydrogen, uhusiano wa hydrogen na maji, tunapata maji labda ni 0.5 gram. Tukitumia uhusiano kati ya oxygen na maji, tunapata maji imezalishwa ni 0.2 gram. Then tunasema oxygen ambayo imezalisha maji kiasi kidogo sana, hiyo oxygen ndo limiting reactant, and therefore kilichobakia hii hydrogen inakuwa ndo excess reactant. Hebu tukuone example na namna ya calculate kufuata hizi hatua zote 4 ili uelewe zaidi. So itakuwa ni example number 1. Example inasema hydrogen gas reacts with oxygen gas to form water. Given 4.0 grams of hydrogen and 32 grams in oxygen. Which is the limiting reactant and how much of water is formed? Tuende kwenye step number 1. Step number 1 inasema write the balanced chemical equation ambayo ni 2 hydrogen na oxygen wametengeneza 2 molecules of water. This is step number 1. Then tuingie step number 2. Step number 2 inasema convert the given mass into moles. Tuangalie mass of hydrogen. Mass of hydrogen tumepewa ni 4.0 gram. Mass of oxygen 32.0 gram. Kwa tuanze kutafuta moles of hydrogen. Moles of hydrogen ni sawa na mass over molar mass hydrogen gas ambao ni 2 gram per mole, ambao tutapata jibu ni 2. Kwa moles of hydrogen ni 2 moles. Kwa oxygen tunasema moles of oxygen sasa na mass tuliopewa 32.0 gram. Molar mass of oxygen gas ni 32 na yenyewe gram per mole. Kwa moles of oxygen ni 1 mole. Kwa hiyo ndo hatua namba 2 ni kubadilisha mass tulizopewa kwenye swali kwenda kwenye moles. Twende kwenye hatua namba 3. Hatua namba 3 inasema use mole ratio to determine the amount of product each reactant will produce. Sasa turudi kwenye equation yetu ambayo equation inasema ni 2 hydrogen gas, 1 oxygen, 2 water molecule. Haya, tunaanza. Tuna moles of hydrogen ni 2 moles tumepata, moles of oxygen ni 1 mole. Tuanze sasa kwa moja kuangalia uhusiano kati. Tunaanza na hydrogen na maji. Mole ratio ni 2:2. Tunaona hapa kuna 2 na hapa kuna 2. So it's 2 moles of hydrogen gas zimezalisha 2 moles of water. Je, moles hizi hapa za hydrogen ambapo ni 2, kitu kitakuwa ni kile sio? Kwa moles 2 za hydrogen zitazalisha moles ngapi za water? Of course zitakuwa ni 2. Kwa moles of water from hydrogen gas ni 2 moles. Then tafute mass of water sasa, ambapo moles ni sawa na mass over molar mass. Then mass equals to number of moles ambapo ni hizi 2 moles times molar mass ya water ni 18. Hapa ni 2, hapa ni 16. Kwa ni 18 gram per mole. Kwa mass inakuwa ni sana 36 grams. Kwa hii ndo mass of water produced from hydrogen gas. Sasa tukatafute mass of water produced from oxygen gas. Tunaangalia uhusiano wao ukoje, ni 1 to 2. Okay, so we have 1 mole of oxygen
imezalisha 2 moles of water. Therefore tuna moles of oxygen ni moja, itakuwa ni the same almost. Kwa ni 1 tena moles of oxygen itazalisha how many moles of water? Of course jibu itakuwa ni 2 tena. So moles of water itakuwa ni 2, 2 moles. Therefore equation nasema ni mass ni sawa na number of moles ambayo ni 2 times molar mass. Molar mass ya maji ni 18. The answer is 36 gram. Hii ndio equation, hii ndio step number 3. Kwamba wanatafuta mass ya product iliyozalishwa na kila reactant. Kwa tumeona mass ya hydrogen, mass ya water ambayo imezalishwa kutokana na hydrogen ni 36 gram. Na mass ya water iliyozalishwa kutokana na oxygen na yenyewe ni 36 gram. So let's go to step number 4. Ambapo step number 4 ndio inatuambia which one is limiting reactant na which one is excess reactant. So step number 4 inasema the reactant that produces the least amount of product is the limiting reactant. Sasa tukiangalia hydrogen ilizalisha 36 grams of water and oxygen nayo pia ilizalisha 36 grams of water. Therefore in this case tunasema there is no limiting reactant. Alright, kwa nini? Kwa sababu elementi zote zimezalisha the same amount of product. Endapo hydrogen labda angezalisha 25 grams of water, oxygen akazalisha 36, tungesema hydrogen ndo limiting reactant. Kwa nini? Sababu hydrogen ndo angekuwa amezalisha kiasi kidogo sana cha maji. Lakini that's not the case here. Hapa tunaona elementi zote zimezalisha kiasi kile cha maji. Kwa in this case tunasema there is no limiting reactant. Therefore tuende kwenye example number 2. Example number 2 inasema nitrogen gas reacts with hydrogen gas to form ammonia. Given mass of nitrogen ni hii hapa na mass of hydrogen ni hii hapa. Tunaanza kusolve kufuata zile hatua 4. Hatua number 1 tunasema write the balanced chemical equation. Kuna nitrogen react na hydrogen form ammonia. Two, 3. Now this is a balanced chemical equation. In the step number 2. Step number 2 inasema convert the given mass into moles. Tunaanza mass ya hydrogen ilikuwa ni 10 na mass ya nitrogen ilikuwa ni 28. Kwa tuanze kutafuta moles of nitrogen. Kwa moles of nitrogen, for nitrogen gas, number of moles ni sawa na mass yake ni 28 na molar mass ya nitrogen gas ni 28 pia. 6 gram per mole. So the answer equals to 1 mole. Kwa moles of nitrogen gas ni 1. Then tukatafute moles of hydrogen gas. Unasema for hydrogen gas number of moles sana mass ambayo tunapewa ni 10 grams. Molar mass of hydrogen gas ni 2 grams per mole. So the answer equals to 5 mole. Kwa moles of hydrogen gas ni 5 mole. That was step number 2. Let's go to step number 3. Step number 3 inasema use mole ratio to determine amount of product each reactant would produce. Kwa tunaanza sasa. Tunaanza tuandike equation yetu ambayo ni nitrogen can react na 3 of hydrogen gas form 3 of ammonia. Therefore tuanze na mass of ammonia iliyozalishwa kutokana na nitrogen gas. Kwa tunaanza kuangalia uhusiano kati ya nitrogen na ammonia. Na hapa ni 1 na hapa ni 2. Kwa uhusiano wao kwa tunasema from nitrogen uhusiano ni 1
ratio 2. 2 ni za ammonia, hizi ni za nitrogen. Therefore, hizi moles za nitrogen ambazo ni 1, then 1 of nitrogen itazalisha moles ngapi za ammonia? Ambapo the answer is just 2. Kwa moles za ammonia zilizozalishwa kutokana na nitrogen ni 2 moles of ammonia. Therefore, tutafute mass kutokana na hizi mole, ambapo mass itakuwa ni sawa na number of moles times molar mass. Molar mass ya nitrogen hapa ni 14, hapa ni 3, inakuwa ni 17. Kwa mass inakuwa ni 2 moles times 17 gram per mole. So the answer is 34 grams of ammonia. Therefore, mass of ammonia produced from nitrogen gas ni 34. Tuende tukatafute mass of ammonia produced from hydrogen gas. Cha kwanza tuangalie uhusiano wao kwenye equation. Kwa ni equation kati uhusiano kati ya hydrogen na nitrogen. Tukiangalia mole ratio ni 3:2. Kwa tunaangalia equation hapa ni 3 moles of hydrogen zimeleta 2 moles of ammonia. Then moles za hydrogen ni ngapi hapa tumepata? Ni 5. Therefore tunasema hizi 5 moles of hydrogen zitaleta moles ngapi za ammonia? So you have x equals to 2 times 5 times 2 over 3. And the answer equals to 3.33 mole. Therefore, hizi ni moles, hizi 0.33 ni moles of ammonia zilizozalishwa na hydrogen gas. Kutokana na hizi moles kutafute mass, ambapo mass ni sawa sana hizi moles times molar mass ambayo tumeona 17, and the answer is 56 grams of ammonia. Now tumeangalia hii ni mass of ammonia produced from nitrogen gas, and this one is mass of ammonia produced from hydrogen gas. Tuende step number 4. Step number 4 inatuambia kwamba the reactant that produces the least amount of product is the limiting reactant. Kwa tunaangalia reactant ipi imezalisha kiwango kidogo sana cha product. Tunaona hapa hydrogen imezalisha ammonia 56 gram. Na hapa juu nitrogen imezalisha ammonia 34. Kwa tunaona what is this? This is nitrogen. Kwa tunaona sasa nitrogen ndio imezalisha kiwango kidogo sana cha ammonia kulinganisha na hydrogen. Why? Nitrogen imezalisha ammonia 34 while hydrogen imezalisha 56. For that case, nitrogen is the limiting reactant. Why? Sababu ndio imezalisha kiwango kidogo sana cha ammonia. Therefore, tunasema nitrogen is the limiting reactant. Why? Because it has produced the least amount of ammonia, that is 34 grams compared to hydrogen gas, which is 56 grams. So you answer it just like that. Hatua ya mwisho inayofuata, ukiona kuna limiting reactant, kwa maana yake kuna excess reactant. Kwa kama limiting reactant ni nitrogen, basi excess reactant ni hydrogen. Sasa tunaulizwa tutafute ni kiasi gani cha hydrogen kimebaki. Hiyo ndio excess reactant, sawa. What amount was excess? Kiasi gani kimebaki? Kujua hivyo simple, narudi kwenye equation ambayo inasema ni 2 moles of hydrogen. Sorry.
ambayo nasema ni nitrogen ka react na hydrogen kutengeneza ammonia. 2, 3. Kwa kwenye equation tunaona kwamba ni 1 mole of nitrogen ilihitaji 3 moles of hydrogen. Hiyo ndio mole ratio kwenye equation. Lakini tukiangalia moles za hydrogen ambazo tulikuwa nazo kwenye equation, moles za hydrogen ni 5. We had 5 moles of hydrogen. Alafu kwenye equation zinahitajika moles 3 tu za hydrogen. Therefore tunafanya the 5 moles that we had tuna minus the 3 moles that were required, and the answer is 2. Therefore the remaining moles of hydrogen, or the excess moles of hydrogen, are just 2 moles. Then from these 2 moles we can get the mass. Mass ni sana is 2 moles times molar mass hydrogen gas ambayo ni 2. That we have 4 grams. Kwa hiyo tunasema kwamba the excess mass of hydrogen gas is 4 grams. So that's how you calculate. Hatua ya kwanza unaandika chemical equation balanced. Then hatua ya pili unabadilisha zile mass kwenda kwenye moles. Hatua ya tatu unaangalia uhusiano kati ya moles za reactant na za product individually. Reactant hii kwa product. Then reactant hii nyingine kwa product. Hatua ya mwisho unaangalia ni reactant ipi ilizalisha kiwango kidogo zaidi cha product. Hiyo ndio limiting reactant. Hatua ya mwisho unatafuta excess amount iliyobakia reactant nyingine. Then ngoja nikupe exercises. How many? Maybe 2. Yeah, nikupe exercises 2 zenye majibu, uta practice mwenyewe. Exercises ni hizi hapa. Ya kwanza atakwambia utafute limiting reactant, tutakupa na jibu hapa. Then hii ni mass ya product formed. Then ya pili itakuwa ni hivyo utafute limiting reactant, utafute na mass ya product ambayo hydrogen formed. So that's it for today. Tumejifunza vitu vya msingi sana, excess na limiting reactant. And can part 3 ya stoichiometry. Thanks for watching. Click subscribe kama unataka kupata video nyingine kama hizi. Share kwa wanafunzi wengine vile vile. Click like kama umependa. Leave a comment kama una swali. Bye bye.